Zoezi letu la leo tunakwenda kujifunza namna ya kutafuta key ya mwimbaji. Watu wengi wanajua kupiga kinanda lakini wameshindwa kuwapigia waimbaji kwa sababu moja, hawawezi kutafuta key ya mwimbaji. Kwa hiyo zoezi letu la leo tunakwenda kujifunza namna ya kutafuta key ya mwimbaji. Kwa mfano mtu kama anaimba wimbo, namna ya kupata key ya mwimbaji, unasikiliza neno lake la mwisho ndio linakupatia key au funguo katika wimbo. Kwa mfano mtu anaimba wimbo huu hapa: sijaona kama wewe, huna nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, huna nguvu namna hii. Neno la mwisho hii ndio linakupatia key. Hii unaitafuta katika kinanda chako. Tunakuwa tumesha ipata, inakuwepo kwenye funguo hii hapa, kwenye funguo A sharp, kwenye funguo A. Sasa katika key ambayo napiga, kwa mfano mimi napiga key yangu, napiga key C, afu mwimbaji nimempata katika key A, inabidi nimtranspose, nimtoe katika key A nimlete katika key C ambayo napiga mimi. Utahesabu kutoka kwenye key ambayo napiga mpaka kwenye key ambayo umempata. Unahesabu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Funguo namba 9 ndio anakupa katika kwa mwimbaji, kwa hiyo unaitranspose, unahamishia kwenye C kama hivi. Sijaona kama wewe, huna nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, huna nguvu namna hii. Haya, kwa mfano tena, kama mwimbaji wetu ameimba tena kitu kingine, na kuabudu we Mungu wetu Bwana, uketie enzini pako, uketie enzini pako. Neno la mwisho unapata key au funguo ya mwimbaji pako. Anakuwa katika funguo C, D sharp. Sasa unamtranspose, unamtoa katika D sharp kumleta katika key C. Unahesabu 1, 2, 3, 1, 2, 3 kona, kwa sababu umepanda unashuka 3. Kuabudu Mungu wetu Bwana, uketie enzini pako, uketie enzini pako. Tulikuwa tumepata key ya mwimbaji, alikuwa katika key ya. Kwa mfano tena, kabla utranspose, kumbuka unatakiwa unarudisha kinanda chako katika key C, unaweka 00 zinakuwa 3, 00 zinakuwa 2, unarudisha kinanda chako katika 0 ukiwa unatafuta key ya mwimbaji, kwa sababu unapotafuta key ya mwimbaji kinanda chako kikiwa katika